binadamu. Kwa huu ni ukaguzi ambao unafanywa baada ya mnyama kusha kuchinjwa ndani ya machinjio, au kama alivyosema daktari, pia ukimwita daktari kwako pia anaweza kufanya uchunguzi. Kwa hiyo tujitahidini sana 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 tusichinje wanyama kiholela. Kuna maradhi au magonjwa hatari sana kwa binadamu. Hayo yanaitwa zoonotic disease, ni maradhi ambayo yanatoka kwa wanyama yanakuja kwa binadamu. Zoonotic disease, maradhi yanayotoka kwa wanyama yanayokuja kwa binadamu. Tukayaidadi na kuyaona sasa, tukayaangalie maradhi yapi yanayotoka kwa wanyama na yakaja kwa binadamu. Dr. Fatma. Okay, asante. Maradhi yapo mengi, lakini kwa ambayo common na ambao ni hatari zaidi ambao tunaangalia kwa tunapofanya ukaguzi wa wanyama, nimetoka kuzungumzia rabies ambao kichaa cha mbwa, hilo ni la kwanza, kwa sababu pia uko ni virus yule hupoi, na rabies haitibiki, maana yake binadamu ukipata kifo, sawa. Kwa rabies, lakini pia kuna ugonjwa unaitwa anthrax. Ugonjwa huu ni mbaya zaidi au mbaya mno. Hakuna mgonjwa mzuri, lakini nao pia ni mbaya mno athari yake, kwa sababu inakuja hapa unapopata anthrax. Anthrax ni bakteria, huu si virus. Lakini kwamba ugonjwa huu ubaya wake, wale bakteria wana produce spores za toxin, za sumu. Sawa Manake unapo maybe kama umempata kwa njia ya inhalation, yani unapovuta hewa, sawa, yeye anaenda kuziba sehemu ya upumuaji, maana anasababisha sehemu ya upate shida sehemu ya kupumua. Kwa kama ameshaenda kublock, utaweza kupumua, ndio hapo sababu ya kifo inatokezea. Lakini pia hivyo ninavyokuambia kwamba wanatoa zile spores za sumu, kwa moja wanatoa hizo sumu, manake hutaweza kusurvive, utakufa tu. Kwa hiyo ugonjwa anthrax, hiyo rabies, kuna brucellosis, huwa kutupa mimba, sawa. Pengine mtu kanya maziwa, sababu pia brucellosis unapata hata kwa kupitia maziwa ya ng'ombe. Sawa Ni zoonotic brucellosis, ni ugonjwa mbaya sana utupaji wa mimba. Kwa unakuta mtu kapata shida, naona mimi mbona kila nikishika natoa, lakini hajui tatizo ni nini. Sawa? Ng'ombe anakunywa maziwa. Ng'ombe pengine maziwa ya yule, kama mnyama atakuwa ameathirika na hiyo brucellosis. Lakini alhamdulillah kwamba tushukuruni jamani, katika kisiwa chetu cha Zanzibar Mwenyezi Mungu anatupenda na anatulinda sana, na azidi kutulinda. Magonjwa kidogo kama haya hatarishi zaidi. Hayapo kihivyo ya. Kwa hiyo kama hiyo brucellosis, anthrax, rabies, kuna hao fasciola alitoka kuzungumzia, hao ambao tunaweza kuona kwenye maini, ni pia ni mabaya, kwa sababu kuna video fulani ili trend na hisi kuna kipindi cha nyuma, kama mtu kwenye chango zake minyoo mingi imetolewa, sababu ni ile, na ile inakuwa ni kubwa, inazaliana, inakunyonya damu, huwezi kusurvive. Labda daktari, hapo uliwaelezea kwamba tunashukuru Zanzibar yetu haina magonjwa hatarishi sana, haimaanishi kwamba ndo hatuna kabisa magonjwa. Yani cha muhimu hapo ni kufuata utaratibu, kwa sababu magonjwa kama hayo ya minyoo sana aliyosema yanaathiri binadamu, na kupata yanakunyonya sana. Kwa hiyo tujitahidini sana 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 kufuata utaratibu. Lakini pia kuna na hiyo TB, kabla sijafunga kwenye zoonotic, TB pia ni mbaya na ni ugonjwa ambao unaweza kupata wote, binadamu na wanyama. Katika maelezo yenu tuna idadi ya kutosha ya machinjio, lakini pengine kuna mtu hajui kabisa kama Zanzibar kuna pahala kuna chinjio, au ukimuuliza machinjio anakuambia sakasaka kule machinjioni, kamaliza hadithi hapo. Anajua Zanzibar nzima machinjio ni kisakasaka tu. Hebu twende tukatazame idadi ya machinjio na maeneo yaliyokuwepo hayo machinjio, ili mtu aliyokuweko karibu na maeneo hayo akihitaji kuyatumia machinjio basi aweze kufika katika maeneo hayo. Haya, kwa Zanzibar, Unguja na Pemba kuna machinjio takriban 9 kama sikosei. Ndani ya Unguja kuna machinjio 5, Pemba kuna machinjio 4. Kwa upande wa Pemba kuna chinjio linapatikana Micheweni, Wete, Chake na Mkoani. Kwa upande wa Unguja kuna machinjio yanapatikana Donge, Mwanda, Kisakasaka kama ulivyokutaja, chinjio maarufu, Kinyasini, Fenesini pamoja na Mahonda. Hao ndo machinjio yetu rasmi. Sirigani huku kuna machinjio mingi zaidi kuliko kusini. Kusini sijasikia chinjio. Chinjio kweli hakuna. Na mna mpango gani kama idara
Yeah. Kwa sababu nako kuna fugwa na watu wanakula nyama. Ndio, kuna fugwa na watu wanakula nyama, lakini pia ukiangalia almost yani kwamba wafugaji wingi wa ng'ombe, mbuzi na kondoo hawako kusini. Ni hii wilaya ya kati, kaskazini na huku magharibi. Hiyo ni ukweli ambao upo reality Lakini pia kwamba idara ya maendeleo ya mifugo ama serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar tayari hili swala limeiona na limeliangalia na nakumbuka tulifanya pia mazungumzo na mkuu wa mkoa wa Kusini akasema kwamba ataanza kuweka karantini, lakini baadaye pia litakuja chinjio rasmi kwa upande wa Kusini, kwa sababu aliliona hilo kwamba Kusini hakuna karantini ya wanyama wala machinjio. Kwa hiyo hilo lipo linafanywa, yani lipo katika process. Kuna mtu ana wanyama wake ambao tayari ameshawaweka hivi tunavyozungumza. Pengine anakusudia atawachinja siku moja kutoka leo au siku mbili kutoka leo. Ndio. Na amekusudia kuchinja katika maeneo yake. Pengine machinjio yote tuliyoyataja, kumsafirisha wanyama wale kupeleka katika eneo husika, pengine litamgharimu zaidi na litamchukua muda. Ndio. Anatakiwa aandae mazingira gani pale kabla ya kumchukua daktari kwenda kufanya ukaguzi wa wale wanyama na mambo mengine? Manake yeye mwenyewe anatakiwa kwanza aandae mazingira gani katika sehemu yake ya kuchinjia, ili sasa anapoleta daktari akute kwamba kuna mazingira tayari yameandaliwa. Pengine kwa sasa hakuna tena muda wa kutosha usema aje achukue maelekezo, aende akaandae, arudi achukue tena daktari, lakini pengine kupitia kipindi hiki leo anaweza kufahamu kwamba kumbe inatakiwa kuandaa mazingira haya. Sasa nikisha kuandaa mazingira haya nikamwite daktari kwa ajili ya ukaguzi, mazingira yamekamilia, lakini na ukaguzi wa wanyama. Anatakiwa afanye maandalizi gani kabla ya kuja daktari? Ndio kitu muhimu ambacho mfugaji anatakiwa aandae au aweke mazingira ili daktari ajamkagulie. Kwanza usafi, sawa? Kuwepo kuna sehemu maalum ya kuweza ya kuchinjia mbali, lakini maji ya kutosha yawepo. Maji ndio kila kitu. Yani kila step ambayo inafanyika basi maji maana ya mtiririko yale, sawa? Kwa hiyo hapa anachinjwa mnyama, kuna sehemu anawekwa hapa anachunwa ngozi, then kuna sehemu pengine tayari sasa hivi tunaambia waeke hata ile maturubali. Kuna maturubali fulani hivi yale makubwa, unatandika ile sehemu eneo, maana yake ile kidogo liko open, sio imejibana sana, maana yake iwe nafasi. Sawa? Kwa pale baada ya kwamba shachunwa zitaanza kuwekwa pale kuanzia kichwa, zile sehemu yake ya mwili na kila kitu, ili daktari pale tena anaanza ukaguzi wake. Lakini pia ukaguzi huo tukumbuke, sio unamwita mtaalamu ushachinja mnyama, haifai, na nyama ile haitakiwi kuliwa. Sheria yetu ya mifugo ya mwaka 1999 inasema nyama ile inatakiwa iteketezwe. Mnyama humtakiwi kwamba ati mimi nishamuita mchinjaji kashachinja ndio namta daktari ajakague vile viungo vya ndani pamoja na vitu vingine. Hapana. Huo si ukaguzi. Ukaguzi unaanzia antimortem kama tulivyosema, kwa kuteketeza ni kuichoma moto, kuibanika. Tunaenda kuna shimo maalum isakasaka kwa ajili ya hiyo mizoga. Daktari na ushahidi juzi kati kisakasaka kulikuja kuteketezwa ng'ombe nzima. Huyo mtu alichinjia bila ya daktari. Yeye anakuwa anajichinjia mwenyewe, anauza huko mbele kwa mbele. Kwa hiyo kisakasaka wakaja naye ng'ombe. Hata Kwerekwe juzi tumetoka kupata hiyo kesi, wanachinja bila usimamizi wa daktari. Kwa hiyo tukapata, wajua sasa hivi mkuu wetu wa wilaya pamoja na mkurugenzi mpya aliochaguliwa wako makini. Kwa hiyo wakafika pale kweli mbuzi walichinjwa bila usimamizi wa daktari. Kwa hiyo mbuzi wale itabidi wateketezwe. Kwa hiyo wakachukuliwa mbuzi, almost walichinjwa mbuzi 5 walikuwa wameshachinjwa, wakachukuliwa mbuzi wale wakaenda kateketezwa, kwa sababu haifai. Kwa hiyo kama daktari angekuwa pengine kwa kuna magonjwa ya detect pale before wewe kuchinja. Sawa? Kwa hiyo tunasisitiza mazingira yawe safi, maji yawepo ya kutosha, lakini daktari awepo toka mnyama anachinjwa. Sio unamuita mtaalamu amekuja pale wati wewe ushachinja, yeye akague yani nyama pamoja na viungo vya ndani. Ule si ukaguzi. Tunaita labda meat cutter, lakini si ukaguzi. Sawa? Kwa hiyo tunasisitiza hilo kwamba lazima daktari awepo kwenye antemortem, then ndio iendelee ukaguzi wa postmortem. Labda kwa kuongezea, kwa sababu tunakuwa tutachinja makwetu au vipi, lakini mtu anatakiwa
kule kwake kama ataweza kuweka pole, kwa sababu nyama ile ikisha kuchinjwa, ikisha kukaa tu haitakiwi ikae chini, inatakiwa ining'inizwe. Kwa mazingira haya kwa mara moja itakuwa magumu, lakini daktari atapendezwa zaidi na ule usafi wako na jinsi atakavyoweza kuhudumikia zaidi na kupenda, okay, nimfanyie kazi vizuri huyu, kukuwa na poles za kuning'iniza ile nyama, kwa sababu machinjio tuko nazo. Au kwa sasa tunatakiwa tunawaambia manake hao ambao wanachinja majumbani, kwa sababu ndio kama hivyo, huwezi kumwambia tena aanze kuandaa hizo. Lazima uweke poles. Kwa hiyo kwamba yaweko madoo maalum yale makubwa ya plastiki yale. Kwa nyama daktari anaweza kuikagua, inaingia katika, kwa sababu pia usalama wa mlaji sio yuko tu pale chini, kuna vimelea na nini, vibakteria Kwa hiyo daktari anaweza kukagua, mfano hili paja limeshakamilika, liko okay, basi laiko huku katika doo lake. Hichi kimefeli, hakitakiwi kwenda kuliwa, kuna doo jingine pia ambalo limewekwa maalum, itatiwa then kwa ajili ya kwenda kufukiwa ama kwenda kuteketezwa sehemu sahihi. Hapa sehemu ya uhifadhi wa hii nyama. Nitauliza swala dogo hivi la kizushi. Kuna watu tunapokwenda kununua nyama kama hili liko nje ya uwezo wenu, mtaniambia, wanatufungia nyama katika gazeti. Hii ikoje kiafya ya mlaji kwa nyama, Bi Khawlat? Hii ndugu mtangazaji, sisemi kwamba ina tatizo, lakini ipo nje pia ya uwezo wetu. Kwa sababu ndugu mtangazaji, mimi ningependa kulijibu hivyo hilo swali. Idara ya maendeleo ya mifugo ikisha kagua nyama, basi kazi yetu imemaliza. Kazi inayofuata pale ni kazi ya ZFDA. Wao ndo wana haki ya kusimamia afya ya mlaji. Sasa pale kisha kuwa chakula, sio mnyama tena. Sasa wao ndo wanatakiwa washughulikie kuanzia transportation, nyama inatokaje, gari ambayo inapakia nyama mpaka bucha. Mabucha yanatakiwa yawe vipi na vipi, wale watu wa bucha wavae mpaka wauzeje, ni wao, sio jukumu la idara ya maendeleo ya mifugo. Ingawa mambo yako umesema ni swali la uchokozi la nini, lakini kusema la haki, idara ya maendeleo ya mifugo tukishakagua tumemaliza kazi yetu kama madaktari. Kwa faida ya wasikilizaji na watazamaji. Manake nikiona mimi nimefanywa vile, mwambie brother, toa nyama huko. Haifai. Kwa sababu kwa nini? Kwa sababu kwenye ile gazeti kuna yale wino, kuna maandishi yale, ule ni wino. Kama kiafya sasa ni kwamba haitakiwi. Kwa hiyo natakiwa pengine labda plastiki maalum ambayo ipo vizuri ya kuongea, au wewe mtu uende na chombo chako ambacho kiko safi. Mtangazaji, kwenye masuala haya ya mambo ya afya unatakiwa kuwe mambo afya tu. Kwa hiyo ni vizuri kufanya vitu kwa utaratibu. Kama magazeti ni machafu, ni mabaya, yanaingiza rangi, itakuwa haipendezi. Turudi machinjioni. Kawaida huko katika matumizi ya hii nyama na usafirishaji, muda mwingine tunaona wakiwa na mavazi maalum katika maeneo yao ya mauzo. Turudi machinjioni. Machinjioni kuna mavazi maalum ambayo labda yanatakiwa ayavae mchinjaji, au sifa ya mchinjaji inatakiwa awe. Ndio, machinjioni kuna mavazi yanatakiwa yule mchinjaji, kwa sababu mchinjaji anakuwa si daktari. Daktari kama mimi hapa nikamwangushe ng'ombe, inakuwa siwezi. Sasa mchinjaji anatakiwa avae mavazi maalum. Kuna gun boot zile atakapoingia machinjioni anatakiwa avae nyeupe, anatakiwa avae white coat, anatakiwa awe amepima afya. Hayo yote anatakiwa awe cover kichwa chake. Na sio mchinjaji tu, hata huyo mkaguzi ama daktari ambaye anakagua ile nyama pia anatakiwa zingatie hiyo, kwamba kwanza amevaa rain boot tena nyeupe. Kwa sababu kwa nini nyeupe? Nyeupe kwa sababu ikiwa kama pana uchafu wowote, wewe utaona kitu cheupe akijifichi. Kwa pengine pale, ili kuepusha contamination ya ile nyama, kwa pengine matope, ikiwa kinyesi, unajua kwenye uchinjaji mambo mengi pale yanatokezea. Kwa wewe ili ile nyama usiende kuiharibu, kuifanyia contamination labda na mambo ya bakteria na mambo mengine, kiatu cheupe ndio kitakufanya wewe ugundue mwanzo akifika hapa si kisafi, tukazungumze kwanza then ndio nisogee eneo hili nikague. Sawa, kwa atakavaa rain boot, avae white coat jeupe, kwa sababu pia unapata kuona. Sawa, lakini pia azingatie kwamba havai vitu hivi za pete nini, unatakiwa pia uvae, lakini pia umefunika kichwa chako, lakini umepima afya yako. Pia unatakiwa uwe na kucha ndefu. Ni kucha ndefu pia stakiwi. Kwa mazingira hayo ni muhimu.
kwa wote, mchinjaji mpaka mkaguzi. Daktari, unakumbuka mimi nimefanya kazi kule, haitakiwi kama hujapima afya hauruhusiwi kuingia machinjio. Haulat, una ushauri gani kwa wanaokwenda kuchinja katika hiki kipindi ambacho tunaelekea hizi sikukuu? Ushauri wangu kwa wananchi wote ambao wanataka kuchinja kwa ajili ya sikukuu, tujitahidi sana kuchinja chini ya usimamizi wa wataalamu. Wizara yetu kupitia idara ya mifugo imetoa elimu kwa madaktari na ina madaktari wa kutosha wengi sana ambao wanaweza kuikamilisha hii kazi ya ukaguzi wa nyama ili kuepukana na magonjwa ya zoonotic disease. Shime kwa wananchi wote wanaotaka kuchinja kwa ajili ya sikukuu, inaitwa Idil Adha. Tujitahidini kuchinja chini ya usimamizi wa madaktari. Madaktari wako wengi. Ukiwa wewe huwezi kufika machinjio yoyote yale, fika kituoni kwetu useme mimi nimekuja hapa nahitaji daktari kwa sababu nina ng'ombe wangu nataka nichinje kwa ajili ya sikukuu. Utapewa utaratibu wa kumpata daktari, utafanya kazi vizuri na daktari, atakukagulia nyama vizuri. Hivyo tujitahidini sana kufanya hivyo. Daktari, hii kwa kuku haipo hii, nitakunong'oneza watu wasisikie. Lakini nitakuchinja kuku. Hata huyu wakitowewe nyumbani nije nichukue daktari darani. Kukaguliwa ni mpaka kuku anakaguliwa jamani. Wapo hapo mbona masokoni. Masoko yetu kwa wanafanya jumbi wanakagua mpaka darajani. Hilo tunawaona. Mimi ambaye natoa kibandani mwangu. Kama yuko safi na salama, chinja pika kula. Tunachokushauri kwamba ushauri wako ni mgonjwa. Ushauri wangu ni kwamba wananchi wote tunasisitiza tumjitahidi kutoa matangazo mengi sana. Lakini alhamdulillah tumeona kuna wito. Kuna watu ambao kwa sababu kupitia vibali, kwa sababu wanyama wote wanaoingia lazima wakatwe vibali, sawa? Kwa kupitia vile vibali ambavyo wamekata, wamekuja wamejiorodhesha wengi sana. Tunashukuru kwamba mtu amekuja, mimi naitwa nani au kama pengine kampuni gani, kikundi gani, tutaingiza ng'ombe wangapi, tunategemea kuchinja lini na tutachinja wapi. Kwa hatujawalazimisha kwamba lazima iwe kisaka lazima hapana. Kwa wamekuja wamejiorodhesha na watachinja wapi na tayari washapatiwa madaktari kwa ajili ya ukaguzi. Tunategemea shughuli itaanza kesho, wengine Jumamosi, wengine wataendelea mpaka Jumapili. Kwa hiyo na wale ambao hawajajiorodhesha waje idara ya maendeleo ya mifugo ipo, wataalamu wapo, wala msiogope. Yani wala hakuna kitu kikubwa. Muhimu mazingira yawe mazuri. Chaji iliyokuwepo ni ndogo tu sana, sio chaji kubwa. Na inaenda serikalini wala hachukui daktari, sawa? Kwa ng'ombe anakaguliwa kwa 2800, lakini kwa mbuzi anakaguliwa 1500. Mbuzi ama kondoo, sawa? Kwa chaji yake sio. Lakini pia kuna wale ambao ng'ombe wa misaada, kuna vibali maalum vya kuomba msamaha wa tozo. Wapo wameomba na wamesamehewa. Sawa, wameingiza na watafanyiwa uchunguzi bila ya tozo. Muhimu unafuata tu zile taratibu kwa ofisi ya mufti mkuu kule, unakuja pale na kibali chako, basi mambo mazuri. Wanakuja madaktari wakakukagulia hivyo ili kuhakikisha kwamba afya ipo salama kwa jamii, lakini afya moja ili tuepukane na haya magonjwa na milipuko mbalimbali ya magonjwa. Naam, mtazamaji wa ZC Salam TV, nikuhakikishie tu mimi ni mmoja miongoni mwa watumiaji sana wa hii idara ya maendeleo ya mifugo, na mimi ni katika mashuhuda, nakaa ushahidi hapa. Nimesha kwenda na nikaonana pale na Dr. Zahra. Nikaonana na Dr. Zahra kipindi ambacho tunachinja na tulifuata utaratibu, na utaratibu si mzito. Sio ukasema wanatuzonga bwana twende huku, hapana. Ukifuata taratibu unabaki katika njia salama. Taratibu sio mzito na utaweza kupatiwa huduma unayoitaka, na madaktari wapo na watakagua, wala usije ukadhani unakuja kuiba nyama yako. Daktari yenyewe bwana anaiba nyama, hatuibi. Hapana, ndio ina visu tu ile kwa ajili ya kukagulia kile ambacho kile kinachokaguliwa. Ondoa hofu, fuata taratibu, tunza nyama, tunza afya yako ili maisha yaweze kuendelea. Nikushukuru kwa wewe ambaye umetutazama mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki cha afya sahihi, lakini vile vile shukrani za dhati wale kuweko nyuma ya kamera, Abdul Rauf na
Abdul Karim, kwa siku hii ya leo nikushukuru vyema, lakini vile vile shukrani za pekee zije kwenu nyinyi madaktari. Nikushukuru Dr. Fatma Saidi na Dr. Khaulat Rashid. Hawa madaktari wetu wanatokea idara ya maendeleo ya mifugo ya hapa Zanzibar. Na kwa niaba ya crew nzima, mimi kwa Gai ni Haji bin Abdallah, nikutakia utazamaji mwema kwenye vinavyosalia. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukutane katika mwanga wa Zuhra, tukutane katika mwangaza taaluma, kumradhi, itakapofika muda wa saa 8. Kwa heri ya kuonana. Asante. Clear. Picha tumepata. Picha wamepata. Picha muhimu tunaweka documentary ofisini. Ya kipindi picha watakata kule. Kuna nini? Kamera haibisa mkashatoka. Basi tutawatumia inshallah. Hai, inshallah. Tutatumia mpaka linki tuweze tuwaone kipindi chetu kipendacho. Mimi namba yenu sina. Sio ambayo Okay. Basi asante. 6 6 51 55 70.